Karibu madam. Asante. Ya watu wanataka kujua jina lako, ni nani? Uelezee personality yako. Okay. Kwa majina naitwa Mariam Thabit. Jina la biashara la Gusto Point. Napatikana Bagamoyo, Korogwe. Tunatoa huduma basically ni ya chakula. Ingawa zaidi tunafanya cakes, bites, lakini tunafanya chakula aina yoyote na huduma yetu imejikita zaidi kwenye orders. Tunafanya kwa order kwa sababu ni huduma ambayo tunafanya nyumbani. Kwa hamna maana yake kufanya nyumbani, hamna ofisi maalum? Yes, hatuna ofisi kusema kwamba ofisi yetu ni hii hapa, lakini mahitaji yote na huduma zote zinapatikana kutoka nyumbani. Kwenye process za ofisi. Niliwahi kufungua maeneo ya kule nyumbani, nikaifunga kwa sababu 2-3 ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu. Changamoto ya kwanza ni eneo. Yaani eneo ambalo nilikuwa nimelifungua kwa sababu ni maeneo ya kule Bagamoyo ambao ni nje kidogo ya mji. Kwa hiyo nikajikuta wateja wangu bado ni wale wa simu. Sawa. Nikaa naona sioni faida, yani sikupata wateja wapya kutokea eneo lile. Kwa hiyo nikaona hamna haja ya kuwa na ofisi, aliyakuwa bado napigiwa simu. Kwa hiyo nikarudi nyumbani. Unamshauri mtu kwamba kama anataka afungue biashara angalie na mazingira kama je, mazingira yake yanategemea ofisi sana au yanategemea? Yes. Sawa. Maybe katika biashara yako au nje ya biashara yako, ni mtu gani ambaye unapenda anakumotivate, yani kama model wako unapenda nataka niwe kama yule? Kibiashara natamani kuwa kama Nifa. Kama Nifa. Yeah. Kwa nini Nifa? Ana uwezo wa kuitangaza biashara yake vizuri. Ana confidence, yani I wish to get that confidence. Yani akiongea kitu hiki, yani watu wanajaa. Anajua kuwajaza watu yani. Sawa. Kwa hiyo kwenye process za kuwa kama huyo. Inshallah. Nipo kwenye hizo process of course, na nimeshawahi kujifunza namna ya kudeal na mambo ya mitandao. Kinakushauri. Anatu-inspire wengi ambao tunafanya biashara, ambao tuko kwenye level bado tuko chini. We are inspired na ile nguvu yake alokuwa nayo. Vipi kuhusu dini yako? Mimi ni Muislamu. Na najitahidi kadri ya uwezo wangu kupractice yale maamrisho ya dini kadri ya uwezo wangu, na kama vile swala, funga, hivyo. Lakini najitahidi pia kuongoza watoto wangu katika misingi hiyo kadri Allah anaponiwezesha. So unaweza ukatupa kifungu kimoja ambacho katika dini yako ambacho unaona kinaweza kumotivate sisi au mtu ambaye anakutazama ajue kabisa kwamba okay, ni naweza nikaisema kwa Kiarabu nikakosea kidogo, lakini ni aya ambayo inasema yoyote mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, kumtegemea Allah, basi Allah anamtosha. Ni miongoni mwa aya zangu pendwa. Yani naishi na najitahidi kuishi hivyo kwamba katika maisha yangu yote nimtegemee Mwenyezi Mungu, nikiamini kwamba yeye peke yake ananitosha kwenye maisha yangu. Ni kitu gani ambacho unakipendelea kwa kawaida, maisha ya kawaida watu wanasema starehe, sielewi. Kitu ambacho unakipenda zaidi kwamba hiki naweza nikatoa hata kama nina milioni ndani, ili hicho kitu kikakamilishe, kama kesho nitajutia sawa. Mimi napenda kwenda sehemu zilizotulia. Yani nikae sehemu kusiwe na makelele, mafujo. Unaweza karibu hata kama ni pesa kubwa. Yani sio kama, yani nishawahi pia. Nishawahi kufanya hivyo. Chat, lakini inabidi tukuulize Nkam kwa sababu tayari ni mtu wa dini. Okay. Vipi kuhusu mahusiano yako, maybe ndoa? Mtu anasemaga kuna ile msemo no comment. Naruhusiwa kusema no comment.
Kwanza, ndoa haina formula. Haina formula, haina uzoefu kusema hivyo, na experience yangu mimi inaweza pia isiwe experience ambayo utakutana nayo wewe. Lakini kikubwa, usiingie kwenye ndoa if you are not ready. Na ule utayari tunaangalia katika vitu vingi, utayari wa kuishi na yule mtu, lakini mazingira yenu ambayo umeenda kuishi wewe umearidhia. If you are not ready, yani ukiona tu kuna vitu una doubt, then stop. Na hapo hata kwenye maandiko ya dini anasema kama kuna kitu una wasiwasi nacho, basi acha. Mimi naamini hivi, wewe ukiwa na mtu mkapiga story, basi mawili katika hayo mahusiano. Yani nazungumzia in general mahusiano yote. Yani sio tu kwangu mimi, yani kwa ujumla. Yes. Either hukuwahi kumpenda huyo mtu au bado mnapendana. Yani wewe ukiweza kuongea na mtu ambaye mliwahi kupendana, ile mkapiga story, twende sehemu fulani tutoke out, mawili, huyo mtu hukuwahi kumpenda. Ndio maana you are very okay kuongea naye tu kawaida. Au bado unampenda. Kwa hiyo una enjoy ile hali ya kuwa naye pale. Tofauti na hapo, yani hakuna hizo stories za ex. Hakuna. No, ukitafutana tu na ex, sijui mnasalimiana, ni hayo mawili. Hukuwahi kuwa na mapenzi naye, kwa unamwona tu mwana mshikaji tu kawaida kama rafiki. Lakini ukiweza kwenda kuongea naye, basi kuna feelings tutakuwa bado zipo, na huenda kuna kitu pia wewe bado unakitarajia kwa huyo mtu. Ni kitu gani ambacho cha ndoto chako baby? Ni nyumba au gari ambayo ni ndoto yako kwamba siku nikifikia crisis ya mafanikio yangu najua hapa niko tu? Na tamani la Gusto Point. Nione vile ilivyo kichwani. Yani vile ilivyo kichwani nione kwa macho yangu. As I have said kwamba na deal na kupika na chakula. Bali na keki ambayo inajulikana zaidi, nafanya vyakula mbalimbali. So my wish ni to have a big restaurant ambayo itafanya vyakula vya aina mbalimbali. Yani ile mtu akiona anasema wow. Utaona hadi mashine za kupikia. Hivi una mashine? Yani kuanzia muonekano wa ile eneo, yani mtu akikaa pale, yani kila mtu aseme nataka sehemu nzuri ya chakula kizuri, asifikirie sehemu yoyote, afikirie la Gusto Point. Nataka sehemu nzuri ambayo naweza nikakaa ina mandhari nzuri, asifikirie popote, afikirie la Gusto Point. That's my wish. Wao nasema ukiwa nyumbani peke yako, ni kitu gani ambacho unapenda kufanya sana? Nikiwa peke yangu, sina kazi, niko idle. Haijalishi kuna kazi amna, ila uko alone. Kupika. Napenda kupika. Na kuna muda naweza sasa yani nisiwe na order, nisiwe na chakula, yani kwamba nataka kupika nikaingia tu jikoni nikajipikilisha. Bila hata sababu ya msingi. Yani napenda kupika. Kuna muda unaweza ukawa unaota ndoto sahihi. Lakini kuna muda mwingine unaweza ukawa kile ulichokiota mwanzo ni daraja tu la kukufikisha kwenye uhalisia wako. Mfano, hata mimi ualimu bado sio nimesomea nafundisha, lakini nina ndoto yangu. Yani bado nina ndoto. Kwa hiyo hatujafungwa kwenye kuota. Tunaweza kuota kila siku, na kila siku tukaa tuna ndoto mpya. Vanilla. It's a mother of all flavors. Kwa hiyo haichagui, wengi wanapenda. Mimi napenda vile uhalisia wake. Otherwise mtu aseme kwamba nataka ladha tofauti. Mfano akisema chocolate, ina maana keki itakuwa chocolate, itakuwa dark. Ukiwa ni strawberry, mara nyingi inakuwa na pinkish. Keki ni dessert. Na dessert ni mlo ambao unaliwa kabla ya mlo mkuu. Maana yake si kitu ambacho unatakiwa kula kwa wingi ukashiba. Unakula kiasi kwa afya. Ni mteja ambaye kanyooka.
Yani anakwambia kabisa nataka keki kilo kadhaa, mtoto wa kike wa kiume au ya design fulani. Yani hivyo anakuwa tu straight, hana mambo mengi, tofauti na yule mtu ambaye una keki za shilingi ngapi na shilingi ngapi, unamwambia naomba nitumie picha ya kila bei, unatuma. Una za ziada nyingine unaenda una download, unatuma, alafu anakwambia nitakutafuta. Maswali tu anayeuliza, unajua tu, yani akishaanza tu kuna namna ya ulizaji, unaona kabisa hapa bii tu na mimi nitege sikio tuone mwisho, lakini unajua kabisa hapa mna kitu. Yani mtu mwingine unajua anafika mbali mpaka anakuuliza hadi recipe yako. Utakuta wewe hivyo vipimo vyako unafanyaje? Mayai unaweka mangapi? Yani that is too personal. Lakini mtu anaingilia sasa kwenye mamlaka na utawala wako. Keki ambayo inapambwa na fondant inachukulia muda tofauti na nikipamba na bata. Keki ya bata ni chap, yani hivyo inaga mambo mengi, lakini fondant uanze kusukuma kwangu kidogo inachukua muda. Sisi tunaitwa La Gusto Point. Tunapatikana Bagamoyo, Korogwe. Tuna deal na huduma za chakula. Tunatengeneza keki za aina mbalimbali, za harusi, za birthday na za ladha tofauti tofauti. Tuna keki zile za slices kama za chocolate cake, za velvet. Lakini tunafanya pia pilipili. Tuna La Gusto pilipili, pilipili zetu ni nzuri sana. Tunafanya biriani kwa order. Tunatengeneza vinywaji kama juice, mojitos. Tunafanya bites. Yani vyakula vyote kwa ujumla tunafanya kwa order. Hello, it's La Gusto Point. Leo nimekuja na habari nzuri kwako wewe mwenye shughuli yako, mwenye shughuli ya harusi, send off, kitchen party or any other event. Bilali Event Planners wanakuletea huduma ya kuweza kuratibu shughuli yako. Shughuli ya aina yoyote, inaweza ikawa harusi, kitchen party, send off, hata shughuli za kiserikali. Na huduma ambazo wanazitoa, utapata huduma ya chakula, vinywaji, muziki, MC, huduma za picha, huduma ya keki, lakini vile vile itakusaidia wewe mwenye shughuli kutokuwa na vikao vya mara kwa mara, kwa maana ukapoteza muda wako kuwaita watu kwa ajili ya kuratibu shughuli zenu. Bilali Event Planners itafanya jukumu hilo kila kitu. Chagua kufanya kazi na Bilali Event Planners, sisi ndio watendaji. Work with us.